Unawaza nini? Hebu fuata kiti hapo mke wangu. Nahitaji nizungumze nawe. Bwana, mimi nataka nitoke kidogo. Sawa, lakini mke wangu fuata kiti, nina mazungumzo na wewe. Naomba tu uchukue kiti. Nina mazungumzo na wewe. Mke wangu, nadhani kuna kitu ambacho nakiona hakipo sawa kabisa, sababu nikiwa nimekaa hivi, hata kama nikiwa nimelala, kuna ndoto zinanitokea za ajabu sana. Halafu nimekuwa nikiota kaka yangu, naona kabisa kwamba ni familia yake ni kama inaniandama. Nashindwa nifanye nini mke wangu. Ndio maana nimekuita hapa tuzungumze ili walau uweze hata kunishauri mke wangu. Ni mawazo yako tu bwana. Labda unamfikiria sana. Hapana. Hii ndoto si ya kawaida. Kwa sababu najaribu kufikiria kabisa. Lakini mume wangu, hivi ni mara ngapi wewe kuhusu hilo swala nilikuwa nikukataa? Nilikwambia kabisa achana na hilo swala, lakini hukunisikiliza. Haya, unataka nikushauri nini labda? Unataka kunikosea sasa. Nimekuita hapa nikueleze changamoto ambayo inanisumbua. Lakini ninaona yani hata wewe yani unanichanganya tu. Umeanza lawama tu. Kwenye huo ujinga, kwenye huo upuzi. I see. Kipindi unafanya, unifanya kwa raha zako. Nilikukataza kabisa lakini hukunisikiliza. Sasa hivi yamekushinda eti mke wangu njoo. Kwanza nilijua unaniita kwa kitu cha maana. Tuongee mambo yetu ili yasonge. Kama unaniambia wewe ujinga, wewe upumbavu. Sasa kama mimi nikusaidie nini? Umefikia hatua ya kunikana sasa. Inatosha. Niache nitapambana mimi mwenyewe. Kilichokufanya uniite nini? Si ni ujinga tu. Basi ungefikiria wewe mwenyewe kuliko kuniita mimi. Muangalie. Kwanza mimi yani haya maisha yameshanichosha. Unajua nimechoka. Yani ni mwanaume, yani wewe mjinga kweli. Unashindwa tu kufanya wewe kazi kwa mikono yako miwili. Umepewa, umebarikiwa na Mungu kila kitu, lakini bado tu unaendekeza tamaa za kipumbavu tu. Mara ngapi nimekwambia lakini unisikii. Sasa unaniita mimi kushauri nini? Yani ndio unaniita